Fikiria hii, unajigundua kuwa ni mjamzito, unaanza kula matunda kila siku, ukiamini kwamba matunda yote yana mchango unaofanana. Lakini baada ya muda unaanza kujiuliza, kwa nini bado unajihisi mchovu? Kwa nini unahisi njaa mara kwa mara? Kwa nini mwili wako unabadilika kwa namna isiyoeleweka? Watu wengi husema kula matunda mengi tu, lakini swali ni hili: ni matunda gani, yaliwe vipi, na yana mchango gani katika lishe wakati wa ujauzito? Kwenye video hii nitakueleza matunda muhimu yanayotumiwa mara nyingi wakati wa ujauzito, mchango wake katika lishe, makosa ambayo wajawazito wengi hufanya, na mwisho nitakupa njia rahisi ya kujumuisha kwenye mlo wako kila siku. Kaa nami hadi mwisho, kwa sababu kipengele cha mwisho kinaweza kubadilisha maisha yako. Kama unapenda maudhui ya afya, lishe na elimu inayoweza kuboresha maisha yako kila siku, bonyeza alama subscribe na kengele pembeni yake. Sasa twende pamoja. Tunda la kwanza ni ndizi. Tuanze na tunda ambalo karibu kila mtu analifahamu, ndizi. Watu wengi uliona kama tunda la kawaida tu, lakini ndizi zina potassium, vitamini B6, nyuzi. Katika kipindi cha ujauzito, mwili wa mama unapitia mabadiliko mengi. Baadhi ya wanawake hupata uchovu, kukosa nguvu, kichefuchefu na miguu kukaza misuli. Ndizi zinaweza kuwa sehemu ya mlo unaochangia nishati pamoja na virutubisho. Fikiria asubuhi umeamka ukiwa huna hamu ya kula chakula kizito. Baada ya kubaki bila kula, unaweza kutumia ndizi, maziwa na karanga kidogo. Mchanganyiko huu unaweza kuwa sehemu ya kifungua kinywa chenye virutubisho. Aina ya pili ya matunda ni machungwa. Sasa tuingie kwenye machungwa. Machungwa ni matunda ya kula kwa ajili ya ladha, lakini si kwa ajili ya ladha pekee. Pia yana vitamini muhimu sana. Kwanza, yana vitamini C. Wakati wa ujauzito, mwili wa mama huhitaji virutubisho mbalimbali, na vitamini C husaidia mwili kutumia madini ya chuma kwa ufanisi zaidi. Kwa nini hilo ni muhimu? Kwa sababu damu mwilini huongezeka wakati wa ujauzito, na hapo ndipo watu wengi huanza kuelewa kuwa lishe si suala la kushiba tu, ni suala la kupata kile mwili unahitaji. Kwa sababu kipindi hicho kina matumizi makubwa ya damu, hivyo pia mahitaji ya kutengeneza damu katika mwili wako yanapaswa kuwa makubwa. Tunda la tatu ni parachichi. Kuna baadhi ya watu wanaweza kula parachichi kila siku bila kuchoka, na sababu ipo. Parachichi ina folate, ina potassium, ina mafuta mazuri yasiyoshiba ambayo hayagandi, lakini pia ina virutubisho mbalimbali. Katika hatua za mwanzo za ujauzito, folate ni moja ya kirutubisho muhimu sana, na njia nzuri ya kutumia, unaweza ukala parachichi baada ya chakula au ukala parachichi muda ambapo badala ya kula vitafunwa kama snacks. Lakini pia unaweza ikawa ni kama mlo mdogo lakini wenye virutubisho mbalimbali. Tunda la 4 ni apple au tofaa. Sasa tuzungumzie tatizo ambalo wanawake wengi hawapendi kulizungumzia, tatizo la choo kigumu. Wakati wa ujauzito, baadhi ya wanawake hukumbana nalo. Tofaa ina nyuzi zinazochangia kazi ya mfumo wa mmeng'enyo wa chakula, na kitu cha muhimu zaidi, hakikisha umekula tunda ambalo ni safi na ni salama, yani limeoshwa na maji safi na salama. Tunda la 5 ni tikiti maji. Hebu fikiria siku ya joto kali, mwili umechoka, unahisi kiu kila muda. Tikiti maji lina kiwango kikubwa cha maji. Linaweza kusaidia kuongeza ulaji wa maji na kutoa hisia za kiburudisho. Watu wengi huliona kama tunda la kawaida pekee, lakini maji mwilini yana umuhimu mkubwa sana, hasa wakati wa ujauzito.
Tunda la 6 ni embe. Embe ni tunda ambalo watu wengi hulisubiri msimu wake ufike ili wale, kwani lina ladha tamu. Licha ya kuwa na ladha nzuri, lina virutubisho, lakini pia lina vitamin A, vitamin C pamoja na nyuzi. Lakini hapa ndipo watu wengi hukosea. Wengine huamini kuwa kitu kizuri ni lazima kilewe, yani kiliwe kwa wingi sana. Mlo wenye uwiano ndio wenye umuhimu. Kwa tunashauri unapokula embe hakikisha unakula kwa kiasi. Kabla tujaendelea na makosa makubwa ambayo wajawazito wengi hufanya, kuna taarifa muhimu ambayo napenda nikupatie. Kama unapenda kujifunza zaidi kuhusu afya kwa lugha rahisi, kuna vitabu hivi muhimu sana. Cha kwanza, kuna kitabu cha afya mama na mtoto ambacho kinapatikana kwa shilingi 3,000 pekee. Kuna kitabu cha magonjwa yasiyoambukizwa ambacho kinapatikana kwa shilingi 5,000. Kuna kitabu kinachohusu huduma ya kwanza, elimu ya msingi, ambacho kitakuwezesha kutoa huduma ya kwanza katika matukio ya kawaida ambayo yanaweza kutokea katika kila siku. Hiki pia kinapatikana kwa shilingi 5,000. Kwa mawasiliano, wasiliana nao kupitia namba 0767443887. Sasa turudi kwenye mada yetu. Makosa makubwa ambayo wengi hufanya. Makosa ya kwanza, kunywa juisi nyingi kuliko kula matunda yenyewe. Watu wengi huondoa sehemu yenye nyuzi na kubakiza maji tu yenye sukari nyingi zaidi. Kosa la pili, kula tunda moja kila siku. Mwili unahitaji mchanganyiko wa virutubisho mbalimbali. Makosa ya tatu, kusafisha matunda vizuri. Kosa la 4, kutegemea matunda pekee. Mwili pia unahitaji protini, mboga, lakini pia unahitaji nafaka pamoja na maji. Kosa la 5, kuamini kila taarifa inayosambazwa bila uhakiki. Ujauzito ni safari ya kipekee na kila chakula kinachangia sehemu ya ukuaji na ustawi wa ujauzito. Si lazima kula kila kitu wakati mmoja. Lengo ni kuwa na mlo wenye uwiano na virutubisho vinavyotosheleza mahitaji ya mwili. Sasa, niambie kwenye comment section, ni tunda gani unapenda zaidi au ambalo umewahi kusikia natumika sana wakati wa ujauzito? Usisahau kulike, kusubscribe na kushare video hii kwa watu wengi zaidi. Nikutakie siku njema na Mungu akubariki.